Gala Eden Abdi alikuwa msichana wa Kisomali mwenye umri wa miaka 17, msichana aliyemfuata mama yake kwenye kambi ya wakimbizi nchini Kenya. Hii ni hadithi ya kusikitisha, na baada ya kupata maelezo kamili, utapata ugumu kuamua kama lawama zinapaswa kumwendea mama msichana huyo au wauaji wake wanaodaiwa. Gala Eden Abdi mwenye umri wa miaka 17 alisemekana kuchukuliwa kwa nguvu kutoka kwenye kambi ya wakimbizi nchini Kenya usiku wa manane na kusafirishwa umbali wa zaidi ya kilomita 150 hadi kijiji cha mbali ndani ya Kenya, ambako angekutana na mume wake mtarajiwa ambaye alikuwa mzee wa miaka 55. Alipofika kijijini, Gala alitambulishwa kwa mume wake mtarajiwa Muhammad mwenye umri wa miaka 55. Baada ya Gala kumuona mwanaume aliyepaswa kuolewa naye, alihisi hofu kubwa na alionyesha wazi kutokubaliana na familia yake. Gala hakutaka kuolewa na Muhammad, mwanaume aliyekuwa na umri huo. Hata hivyo, kwa mshtuko wake mkubwa, familia yake ilikataa kumsikiliza, na kwa bahati mbaya, hii haingekuwa mara ya kwanza wala ya mwisho kupuzilia mbali kilio chake cha msaada hadi hatimaye mambo yalipomletea mauti. Haijulikani wazi ni makubaliano gani yalifikiwa kati ya familia hizo mbili, lakini mama yake Gala na baba yake wa kambo walimlazimisha aolewe na Muhammad hata alipolia na kuomba asifanyiwe hivyo. Baada ya kulazimishwa kuoana na Muhammad na kutelekezwa na familia yake, Gala aliendelea kupinga ndoa hiyo. Alikataa kutekeleza majukumu mengi kama alivyotarajiwa kama mke, jambo lililokasirisha wakwe zake. Muhammad na jamaa zake walimfanyia ukatili wa kumshinikiza akubali ndoa hiyo. Mateso haya yaliendelea kwa wiki kadhaa hadi siku moja Gala alipomlilia mama yake akiomba msaada. Alituma sauti iliyorekodiwa kwa mama yake, na maudhui ya rekodi hiyo yalikuwa ya kuhuzunisha kupita kiasi. Katika sauti hiyo, Gala alieleza jinsi alivyokuwa akilazimishwa kutii ndoa hiyo. Pia alieleza kwa walikuwa kimnyanyasa udhaifu wake kama mkimbizi mdogo. Alimueleza mama yake kuwa alikuwa anateswa saa 24 kwa siku na kwamba mume wake sio mwanaume mzuri. Alilia kwa kusema kuwa alisalitiwa kwa kuolewa na mchungaji wa mifugo. Gala alimueleza mama yake kuwa hana mume kule na kwamba hakuna aliyekuwa akimsikiliza. Kila jioni alichapwa na mume wake pamoja na familia yake. Baada ya kupokea ujumbe huu wa kuhuzunisha, mtu angefikiria kwa familia yake ingepanda gari mara moja na kwenda kaunti ya Wajir kumwokoa, lakini familia yake haikufikiria kufanya hivyo. Jioni ya Jumamosi, Machi tarehe 22 mwaka 2025, mama yake Gala, Amina Abdi, alipokea simu kutoka mmoja wa jamaa wa Muhammad kupitia simu ya binti yake, akimwambia kuwa Gala hatarudi tena kambini na kwamba hakuna haja yeye kwenda Wajir kumuona binti yake. Simu hii huenda haikumaanisha mengi kwa Amina hadi alipopokea simu ya dharura kutoka binti yake saa chache baadaye. Simu hiyo iliingia masaa ya usiku, karibu saa 4:30, wakati watu walikuwa kirejea kutoka kwenye maombi. Katika simu hiyo, Gala, ambaye sauti yake ilisikika ikitetemeka, alimlilia mama yake kwa mara ya mwisho, akisema kuwa alikuwa akishambuliwa. Alisema pia kuwa wakwe zake walikuwa wanakuja kuchukua simu yake. Sekunde chache baadaye, kila kitu kilinyamaza na Amina hakuweza kumsikia tena binti yake. Hata hivyo, mwendo wa saa 8 usiku huo, alipokea simu kutoka kwa mmoja wa wakwe zake akimwambia kwa binti yake Gala alikuwa amekufa. Ingawa habari hiyo ilikuwa ya uchungu, alidhani huenda ilikuwa amefariki kifo cha kawaida, hadi aliposafiri kwenda eneo la tukio siku iliyofuata na kulinganisha na ripoti ya upasuaji wa maiti. Amina alisafiri hadi kaunti ya Wajir siku iliyofuata na kugundua kuwa binti yake alifariki kutokana na majeraha mengi ya kisu na mwili wake haukutambulika. Alipowasili, alikuta kilichokuwa kimesalia kwa binti yake kimewekwa juu ya godoro pamoja na mabegi yake na kimeachwa nje ya nyumba ya kupanga. Kisu cha Kisomali ambacho kilidhaniwa kuwa silaha iliyotumika kumuua pia kilipatikana eneo la tukio. Mwili wa Gala ulikusanywa kwa ajili ya uchunguzi wa upasuaji wa maiti
na kisa chake kiliripotiwa kwa polisi. Upasuaji wa maiti ulionyesha kuwa Gala alipata majeraha mabaya. Pia waligundua kuwa alipata jeraha la uti wa mgongo kabla kifo chake cha kutisha. Kutokana na habari zilizopo, inaonekana kwa mama yake aliolewa na mwanaume ambaye hakuwa baba yake wa kumzaa, hivyo kumfanya Gala kuwa binti wa kambo. Hakuna mengi yanajulikana kuhusu maisha yake binafsi kabla ya kuamua kujiunga na mama yake kukimbia kutoka Somalia. Pia hakuna taarifa wazi kuhusu jinsi ndoa yake ilipangwa. Hivyo kwa sasa hatuwezi kusema kwa uhakika kama ndoa hiyo ilipangwa na mama yake au baba yake wa kambo. Baada ya tukio hilo kuripotiwa kwa polisi, Mohamed na watu wengine wawili waliokuwa wakihusishwa na kifo cha Gala walikamatwa na kuwekwa kizuizini. Hata hivyo, kulikuwa na ripoti kuwa Mohamed anajaribu kutumia mfumo maslaha ambapo wazee, wahalifu na familia zao hujadiliana na familia mwathiriwa ili kufikia suluhisho nje ya mahakama. Mfumo huu umelaumiwa kwa kunyima manusura wa ukatili wa kijinsia haki yao katika eneo hilo. Kesi hii bado ipo katika hatua za awali za uchunguzi, na polisi wa Kenya wameahidi kufanya kila wawezalo kuwaleta wahalifu mbele ya sheria. Simu ya mkononi ya Gala ilihitajika kufanyiwa uchunguzi kwa kuwa huenda ilihifadhi ushahidi muhimu wa mateso aliyopitia akiwa katika nyumba mume wake huko kaunti ya Wajir. Hata hivyo, simu yake ilitoweka tangu siku aliyouawa kwa kuwa Gala alikuwa na tabia kurekodi kila tukio lililomtokea. Inasadikiwa kuwa kupata simu hiyo itasaidia pakubwa katika kesi hiyo. Kifo cha Gala ilizua hasira kubwa nchini Kenya, na watu wengi walijitokeza mitaani kupinga mauaji ya wanawake na ukatili wa kijinsia. Kelvin Kalama, Nairobi.